السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada na rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zanguni katika imani, leo hii tumekuja katika hali ya mwendelezo wa darasa zetu. Tulikuwa kimya kidogo, lakini tulikuwa tuko katika hali ya kuweka mambo sawa, alhamdulillah, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo hii tumerudi tena katika chaneli yetu katika hali ya mwendelezo wa darasa zetu adhimu sana, na leo hii mada yetu inasema kwamba ni jinsi gani utamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia suratul Nashra ili aweze kukupa utajiri, uweze kupata utajiri wa halali kupitia suratul Nashra kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunajua kabisa kwamba kufanikiwa, kupata mafanikio yote ni taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwanadamu ambaye ataweza kufanikiwa kwa ujanja wake. Hata ukimuona mtu kafanikiwa, ana mafanikio makubwa sana, yote hiyo ni taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mwenye sifa ya kumpa umtakaye na kumnyima umtakaye, kumdhalilisha umtakaye na kumnyanyua umtakaye, bimaana kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo tuko katika somo la kusema ni jinsi gani utatumia suratul Nashra, yani alam nashra, kuweza kupata utajiri wa halali. Ni jinsi gani utamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe utajiri wa halali kupitia suratul Nashra. Tunaingia katika darasa yetu. Ewe ndugu yangu, utajiri uko wa namna nyingi sana. Unaweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupatie utajiri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakupa zaidi ya ule utajiri ambao unaotaka wewe, kwani utajiri sio mapesa tu, hata kusikilizwa ni utajiri, kuweza kuwa unapita sehemu alhamdulillah, yote bimaana kwamba kheri zikawa katika hali, ukakupita pahali kwa watu wanakupenda sana, wote ni utajiri. Kuna watu leo hawatakiwi pahali, akiingia tu kila mmoja ananyanyuka anaondoka. Kwa hiyo utakapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana kwamba na usione utajiri lakini ukaona kuna jambo jingine, basi ujue ndio utajiri ambao Allah ameona unastahiki kupewa, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hatupi sisi vile ambavyo tunavyovipenda, bali anatupa vile tunavyostahiki kuwa navyo. Tutaitumiaje suratul Nashra? Kwanza tuitambue suratul Nashra ni sura gani. Suratul Nashra ni hii sura ambayo inayosema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Ama baada bimaana kwamba kuisoma sura hii ndio alam nashraha, ndio suratul Nashra. Hii utaisoma kwa utaratibu gani? Ewe ndugu yangu mwenye kutaka utajiri wa halali pasipokuwa makafara, majambo gani, usihangaishe, usidanganywe bwana. Siku ya Jumapili, ile siku ya Jumapili baada ya salatul fajri, siku ya Jumapili baada ya salatul fajri pale, bimaana kwamba ukishamaliza kuswali salatul fajri, haijalishi ni mwanamke au ni mwanamme, ila sharti lake uwe tohara tu basi. Ukishamaliza kuswali salatul fajri, kaa pembeni, jitenge, yani kabla ya kusalimiana na watu, kaa pembeni, bimaana fanya istighfari, astaghfirullah mara 100, alafu msalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sala yoyote ile ambayo wewe unaijua, ndugu yangu katika imani. Baada ya kufanya hivyo, kufanya istighfari na kumsalia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100, nyanyua mikono yako, mwambie ya Rabbi, mimi nasoma suratul Nashra kwa utaratibu maalumu,
kuanzia leo siku ya Jumapili kwa muda wa siku 7 mutawaliati nataka kadha wa kadha. Mwambie kile unachokitaka. Ukishamaliza hapo, anza kuisoma suratul Nashra, yani alam nashraha, isome mara 40 kwenye kikao hiki kimoja. Ukishamaliza hapo, toka nenda na pirika zako. Ikishaingia dhuhuri tena, ukishaswali hakikisha unapata kwa muda wa wiki nzima swala unapata kwa wakati wake. Kwa mwanamume apendelee zaidi kupata jamaa msikitini kwa muda wa siku 7 mtawaliati zenye kufatana, yani kile ikifika bimaana kwamba ikitafika salatu dhuhri, akisha swala ya faradhi ajitenge pembeni asome alam nashraha mara 40, na ikifika salatu al-asri ajitenge pembeni baada ya kuswali salatu al-asri ya faradhi ajitenge pembeni mara 40 aisome alam nashraha. Vile vile ni magharibi mara 40, na vile vile baada ya salatu ishai aisome mara 40 siku ya Jumapili. Ataendelea vile vile na siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne na siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi na siku ya Ijumaa, bimaana kwamba ataendelea hiyo siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Ijumaa mosi ndo anakuwa kakamilisha siku 7. Kila vipindi vya sala unasoma mara 40. Kwa hiyo kwa siku unakuwa umeisoma alam nashraha mara 200. Kwa hiyo ukimaliza siku 7 mutawaliati inakuwa sawa sawa umesoma alam nashraha mara 1400. Alhamdulillah, Allah anaenda kukupa kile ambacho unachokitaka, lakini sharti ibada ifanyike kwa wakati wake. Kwa mwanamme tena msikitini, sio kuswali nyumbani, la, apate jamaa msikitini. Kwa mwanamke asali nyumbani, la shaka fihi, kuna wasiwasi katika hilo. Alhamdulillah, baraka kubwa sana itaenda kupatikana. Sina la ziada, niseme tu karibuni sana na endeleeni kumfuatilia Maalim Suleimana. Kuna mambo mengi sana na adhimu sana yataendelea kuja inshallah kwa taufiki yake Allah. Sina la ziada, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.